alikuwa pregnant. Alikuwa pregnant. Yeah. Na mimba ilikuwa ishaonekana. Hata kila mtu alikuwa anajua juu tulikuwa tunatembea na yeye hapa. Tunaenda tunakula pamoja na yeye. Lakini sasa nilikuwa nafanya job. So kufika jana usiku akaniambia ni kuna vile nahisi vibaya. Kuna vile nahisi vibaya, tumbo inaniuma. Nikaambia jirani akamchemshia maji. Tukapigia daktari tukamwambia bibi yangu anasikia mwili vibaya. Daktari mgani? Tumbo inamuuma. Daktari wa wapi? Niko na daktari mwenye najua tu hapo. Nikamwambia bibi yangu ana complain tumbo, sijui ni nini shida. Akaniambia asikunywe maji baridi, maybe ni hii mvua, asikunywe maji baridi na hii baridi yenye inamgonga. So tukaenda kwa jirani tukamchemshia maji. Kumchemshia maji akakunywa, akasema I'm not feeling well though. Sasa mimi nikaamka asubuhi nikaenda job kumtafutia. So kufika kitu kama saa 4 saa 5 akanipigia simu. Akaniambia anis feel poa, tumbo inaniuma. Nikamwambia ni nini shida? Akaniambia tumbo inaniuma tu hivyo. Nikamwambia okay ni sawa, nakuja nikuone. Akaniambia tu sijui damu inatoka. Nikamwambia nakuja tu saa hii nikuone. Nikafunga kazi hadi nikakimbia, yeye ndio nilitangulia kupatia kifunguu yangu ya kazi. Nikampatia kifunguu nikamwambia weka hii kifunguu isipotee. So kumbe mimba ilikuwa isha miscarriage. So ndio katika hizo harakati si unaona tunaishi kwa rentals. Sasa hakuna hata atungetupa mtoto kwa choo. Juu kutupa mtoto kwa choo ni mbaya. So tukaambiwa mtoto anafaa kuzikwa. So atungemzika kwa wenyewe ama tumtupe kwa choo. So tulikuwa tunambeba tu at least tuende tumzike. Yeah. Ilikuwa tu hivyo si big deal. Uko na miaka ngapi? 21 years. Weka mic hivi. Yeah, niko 21. Na wife? 18 years. 18 years. Yeah. Anasoma? Alikuwa shamaliza shule. Sawa. No, for a fact, she even needs help.